Kwa majina naitwa Bernard Elias Nswima, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kasimba, kata ya Ilembo. Nusu saa iliyopita nimepigiwa simu na balozi wangu kwamba nyoka ambaye tumekuwa tukimsaka amepatikana tena. Nikawa nimefika maeneo ya tukio, kweli kukuta nyoka huyu mkubwa ameuawa. Licha ya kwamba huyu aliyeuawa si mkubwa ambaye ndo tunamtafuta siku zote, huyu ni mtoto. Lakini hata aliyeuawa kipindi kile bado ni mkubwa kuliko huyu. Kwa hiyo kimsingi nyoka kwenye mto huu mtaa wa Kasimba wapo, nyoka ni wakubwa na ni wengi, kwa sababu tule mkono tunamtafuta sio yeye ambaye tumempata sasa. Kwa hiyo naomba nitoe wito kwa raia na wananchi wa mtaa wa Kasimba na maeneo ya jirani kwamba kwa wale wanaoendelea kutumia mto huu kwa kufulia, kuchungia mifugo, lakini kukatisha katikati ya mto kwenda ng'ambo nyingine, wapunguze matumizi au waache kabisa matumizi ya mto huu, kwa kuwa bado mazingira haya si rafiki. Mazingira haya ni hatari, maana hawa nyoka wanaua mifugo, lakini pia hata binadamu mwenye mwili mkubwa kama mimi anauawa pia. Kwa basi ndugu zangu, kama mnavyoona mazingira haya ndio maeneo ambayo huyo nyoka ameuawa na raia wenye hasira kali. Mzee Balozi, Mzee Kazonde amemwona nyoka huyo akiwa anakaribia kabisa makazi ya watu kwenda kukamata kuku, ambapo tayari amemshambulia kwa mkuki na mapanga. Jina langu naitwa Vitus Stefano Kazonde, balozi mtaa wa Kasimba. Mnamo saa 7:30 walikuja mama mwenye mji kuja kunielezea kwamba kuna tukio kwake la nyoka aliyekamata kuku wake. Basi nikawa nimeinuka na upanga, maana mwanajeshi lazima muondoke na silaha. Nikaondoka na upanga basi kwenda kuvagaa huyo nyoka ambaye anazuru mifugo pamoja na wanadamu. Basi nikamkuta nyoka ameshamkamata kuku na watu wamemzunguka. Bahati nzuri nikamkuta na kijana mmoja ameshika mkuki, basi tukashirikiana naye. Basi alipompiga mkuki, kabla hajampiga akamkosa, basi mimi katia upanga wake pale wangu. Baadaye yule nyoka tukawa tumemlalua kichwa, kikaanza kutoka damu na hatimaye kumpiga kabisa, mwisho tukamwangamiza papo kwa papo. Kwa wananchi wako maeneo haya wanaendelea kuona hali jinsi ilivyo, na hali kwa kweli ni hatari sana. Nyoka mwenyewe ndio huyu ambaye anaonekana hapa akiwa amejikunja kabisa. Huyu nyoka ni mtoto. Kwenye mto huu kuna nyoka wakubwa zaidi ya huyu. Huyu ni mtoto, wapo baba, wapo mama, wapo kaka zake. Kwa hiyo kimsingi tuchukue tahadhari sana wananchi kwamba huu mto ambao upo karibu na makazi yetu ni mto hatari sana. Kwa majina naitwa Happiness William Osmani, ni mkazi wa Kasimba. Hapa Kasimba kumekuwa na changamoto ya nyoka aina ya chatu. Ni leo ilikuwa mida ya saa 6, tulikuwa tumekaa tumetulia kimvulini, tayari watu wakapiga yowe, kuna nyoka. Tumekimbia, tumeenda eneo la tukio, kukuta kweli nyoka bado yupo na amemkamata kuku jogoo, ameshamuua. Lakini baada ya hapo alifika pale wananchi na mkuki na panga. Mwenye mkuki alimchoma, aliporuka mwenye panga akamkata na kumuua, ambaye ni balozi wetu wa mtaa huu wa Kasimba. Tunachoomba mali asili watusaidie basi kuangalia ili eneo, na haswa nyoka hao wako mtoni, hakuna sehemu nyingine, na huu mto una kichaka kikubwa sana. Kama kuna uwezekano wa kusafisha, kila mwenye eneo la mto basi asafishe ili pawe wazi. Pakiwa wazi hawa nyoka hawatakaa, wataondoka. Na uzuri hapa kwetu Mpanda Katavi kuna jeshi liko hapa, kuna wanajeshi wako hapo. Watusaidie, jeshi lipo kwa ajili ya kulinda wananchi. Basi watusaidie juu ya hili. Huu mto ni mdogo sana, wanajeshi wana uwezo wa kuamuru hata mlima uondoke, lakini sasa inakuwaje hawa nyoka waendelee kutusumbua? Hii leo wamekamata kuku, juzi alikamata mbuzi, ipo siku atakamata watoto wetu. Sawa, serikali itasimama wakati huo, wakati sisi tumeshakosa watoto. Mwenye mtoto atakuwa analia amekosa mtoto, na ndipo serikali itaingia kusaidia. Lakini wakati huu bado tunasema ni mbuzi ni kuku, serikali inaliangalia kwa kawaida. Lakini tunaomba sana watusaidie, na hasa mali asili na wanajeshi pia. Kwa jina naitwa Frank Richard, mimi ni mkazi wa Kasimba Majengo Mapya. Hili swala limekuwa sio mara ya kwanza, ni swala la mara karibia ya 3. Mara ya kwanza tukishirikiana na wananchi pamoja na mwenyekiti wetu, mimi ni mjumbe wa mtaa huu. Wa kwanza alimeza mbuzi zaidi ya mara 2, nikimaanisha mara 3.
ya tatu tukawa tumemkamata, nadhani hata kwenye media mbalimbali walionyesha. Lakini ya pili, mazingira karibia na jeshini, alitokea tena nyoka mkubwa design hii, alimeza kiumbe kinachoitwa mbwa na akaondoka. Ina maana kiumbe hiki kilikuwa ni kikubwa sana paka kumeza na kuondoka. Kwa hiyo zoezi la kuwa tunatafuta viumbe kama hivi ni zoezi endelevu. Na mapoli kama mwenzangu alivyotoka anazungumza huyo mama, ni kwamba mapoli yamekuwa ni mengi. Na kama labda mita 60 wanatusikia saizi, basi angalau watupe ruhusa ya kusafisha mito ili wasije wakazuru watoto wetu na wadogo zetu na hata wakubwa zetu. Kwa hiyo huyu nyoka nimepata taarifa kwamba yuko maeneo ya bondeni huko, na walipata kumshughulikia pasipokuwa na uongozi huo wanaohusika na viumbe hivi, lakini walimweza wakamudu na mpaka saizi yuko katika hali hii. Nashukuru. Nyoka anayeweza kumeza mtu mwenye kimo chochote. Kwa hiyo ni vyema kabisa sisi wananchi wakazi wa maeneo haya tuchukue tahadhari. Tuache kufulia kwenye mto huo, tuache kuchungia mifugo yetu kwenye mto huo, lakini wanaokatisha katikati ya mto huu na hasa wanafunzi ni hatari sana mto huu. Wanafunzi walio wengi wanasoma ng'ambo ya mto huu na wamekuwa wakitumia mto huu kuvuka. Penye kivuko kidogo kidogo wanapita, lakini kwenye chocho za manyasi huwa wanapita. Kwa kweli nyoka hao wako wengi. Tusipochukua tahadhari wananchi, tusipochukua tahadhari kwa watoto wetu watakuisha. Huu mto ni hatari na tuache kabisa kutumia mto huu. Hasa tuwaonye sana watoto wetu. Hawa watoto hawajitambui. Leo wanaona hivi lakini kesho wanapita pale pale. Kwa hiyo tuendelee kuambia watoto wetu kwamba tuache kukatisha kwenye mto, tuache kusogea pembezoni mwa mto, lakini na wakazi wa maeneo haya ambao nyumba zao ziko pembezoni mwa mto wachukue nafasi hii kujifunza kwamba milango yetu sio ya kuacha wazi. Unaweza kushangaa siku moja unamkuta yuko ndani. Kwa hiyo ni vyema muda wote unakuwa umefunga mlango. Kama upo wazi basi na wewe uwepo maeneo hayo.